Ladies and gentlemen, I did a video here explaining how leaders, especially from Gusii region, that is Kisii County and Nyamira, are not going to survive without Fred Okengo Matiang'i beyond 2027 or ahead of 2027 polls. And I read views. Some of you mlinipigia simu kaniambia, kiongozi, ni aje mambo iko hivi kwa ground, watu wanasema hivi. So I collected the views of majority of you. Kuna watu walikuwa wananiuliza, there is a reason why Uhuru Muigai Kenyatta chose Fred Okengo Matiang'i. There is a reason why Uhuru Muigai Kenyatta was shaping Fred Okengo Matiang'i. Probably he had vision in Fred Okengo Matiang'i, and this is the time. This is Fred Okengo Matiang'i's time. So according to majority, Uhuru Muigai Kenyatta had a purpose. And the majority are saying they are not concerned about the party. Yeah, a party has nothing. Though, of course, a party nayo iko na yake. Party ni ya muhimu sana. Lakini majority are satisfied. Ukienda Kisii, ukienda Nyamira, ukienda Gusii region, majority venye tu Matiang'i alitangaza ya kwamba ataenda kupigania kiti cha urais kupitia chama cha Jubilee, ambayo ni chama cha aliyekuwa rais wa Kenya Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta. Majority walimfuata tu. Wakasema the reason being, wakasema kwamba Uhuru Kenyatta ni yeye tu alichukua Matiang'i from place hatukuwa tunamjua, alimleta na akaanza kumsharpen kisiasa. So Uhuru Kenyatta ameona ni vyema aweze kuachilia Matiang'i baada yake kustaafu, aweze kuachilia Matiang'i kushikilia na kumpea ile tikiti katika chama cha Jubilee na kumsupport kabisa. There is a reason why Uhuru Muigai Kenyatta was shaping Fred Okengo Matiang'i. Unakumbuka alimchukua akamweka katika Ministry of ICT, Ministry of Communication. Matiang'i akachapa kazi vilivyo. Akamchukua akamweka katika wizara ya elimu, the Ministry of Education. You saw how Fred Okengo Matiang'i performed. The performance tick. In fact, he brought a lot of reforms in that ministry. Be it credibility in examination. Muliona cartels venye walitingizwa kabisa, na aliweza kuondoa cartel wote katika wizara ya education. Sasa hizi tu tunaona wanarudi tu. But that time Fred Okengo Matiang'i, Okengo Fred aliweza kuwaondoa na aliweza kuleta credibility katika exam ya mwaka ama ile time yake. Kumbuka mimi pia niliweza product I did during Matiang'i era huko high school, courtesy of Fred Okengo Matiang'i. Akamweka Ministry of Interior. Mnajua Ministry of Interior, in fact Ministry of Interior, tukitumia ile critical thinking, ile hekima tuko nayo na vyenye tunaona mambo yalivyo, utagundua ya kwamba Ministry of Interior in fact iko very powerful. In fact iko na power more than even the power of the deputy president. But anyway, it is a story for another day. So akamweka katika hiyo ministry. Unaona, Matiang'i akachapa kazi. In 2019 akainua Fred Okengo Matiang'i, akakaa sasa ndio anachea ma meetings huko. Kazi ilikuwa ya naibu wa rais, akaifanya yeye Fred Okengo Matiang'i. Sasa Fred Okengo Matiang'i akakaa kama ni prime minister ama prime cabinet secretary. Alikuwa very powerful, more than the then deputy president William Samoei Ruto. So Uhuru had reasons. Now Fred Okengo Matiang'i ndio the deputy party leader of Jubilee. Fred Okengo Matiang'i ndio projected presidential candidate wa Jubilee. Na Fred Okengo Matiang'i pia ako projected kukuwa ndio atakuwa ako projected among those are proposed ni Fred Okengo Matiang'i kupeperusha bendera ya United Opposition. We're just waiting to see 2027 next year. So mambo yatafanywa huku na hapa, ukarabati huku na kule. We are yet to know. Kuna wale wanasema kwamba opposition already imetoa candidate. Mambo bado. Ni venye tu wanajaribu kuleta serikali. Hiyo ikosangi hiyo. So we are just 2027. Tuko na miezi ngapi? Tuko na miezi less than 14 months. Ndio tujue ya kwamba ni nani kiongozi wa United Opposition ama itasambaratika kutenda namna gani. Lakini Fred Okengo Matiang'i ako ahead. Even the opinion polls ya recently imemweka Okengo Matiang'i mbele among the United Opposition principles.
orogongo rwa Gusii, nikawaambia anybody who is going to oppose Fred Okengo Matiang'i atafail, na atafail terribly, including the darling, your darling Simba Paul Arati. Kuna wenye walinipigia simu wakaniambia, yo, kwani Simba Arati is equal to Fred Okengo Matiang'i? Simba Arati, hello, yo, mbona unaongea Simba Arati? Kwani Raila akimchagua akae deputy party leader hakuona? Yeah, it's true. Raila Amolo Odinga in fact pia yeye alishape Simba Arati. Yes, it's very true. Kutoka alipokuwa councillor, kutoka alipokuwa mbunge kule Dagoretti kule Nairobi 2 terms, na mpaka akamweka akawa gavana wa Kisii county ya Kisii. Akamchagua, akuachia hapo. Raila Amolo Odinga akamteua akawa naibu wa party leader. Alikuwa naibu wake. Alikuwa among those who alikuwa naibu, mmoja wa manaibu wake. So Raila Odinga had also reasons. Yeah, nilijaribu ku reason together because niliona hapo mna make sense, and indeed Raila Amolo Odinga had reasons why aliteua Simba Arati kumweka katika awe naibu wa rais, yani naibu wa party leader. There's a probability aliona mbele. But now these two guys, Simba Arati na Fred Okengo Matiang'i, wako deputy party leaders in the ODM ni big party than Jubilee, but all of them wako deputy party leaders. But now Matiang'i has indicated Matiang'i is a presidential candidate. Simba Arati is not a presidential candidate. We are looking at a bigger seat. Tunaangalia kiti kikubwa. And Matiang'i is a presidential candidate. Yes, that is what we are saying. Simba Arati is just a governor. Okay, kwani tutaacha kiti kikubwa tuende kupigania hii kidogo? That is why majority of the people wako pro Fred Okengo Matiang'i. Si eti wanachukia Simba Arati, ni ile mlengo tu. Ile mlengo tu ako juu. Simba Arati is pro William Samoei Ruto, is supporting 1 term. Fred Okengo Matiang'i is Simba Arati is supporting 2 term. Fred Okengo Matiang'i ako kwa 1 term. So aba Gusii bonse pi na barabumbatagete kuongoza a country ya Kenya. Aba Gusii bonse pi na barabu mbaigwe tobotenga karanga baraire chikabila chindekero chikora no Gusii etoko uraire. That is why everybody, every Gusii region, be it in Nyamira ama Kisii County, they are behind Fred Okengo Matiang'i. Anybody who is perceived to oppose one Fred Matiang'i is doomed to fail, and is going to fail terribly. That explains why anybody ambaye anasema kwamba anapinga Fred Okengo Matiang'i, ama anybody who is singing 2 term, including your darling Simba Paul Arati, including Simba Arati, is doomed to fail, and it will happen. It will happen. It will happen. That is interesting part of politics. Politics inakuanga hivyo. So 2027 ni next year. I used to say is a lot of time, but it is approaching now. Maybe, and I am saying maybe there could be changes, but I don't think kutakuwa na changes mingi. Sidhani. Na nilisema mapema hivi, Fred Okengo Matiang'i akienda moja kwa moja mpaka debeni kama rais, kama presidential candidate, nobody, and I'm specific, Kisii County and Nyamira, Gusii region, who is going to be perceived to be opposing one Fred Okengo Matiang'i will survive. Finish. Yes, nimemaliza. Hakuna wenye wako kwa ground, you know what I'm saying. It is time for Fred Matiang'i. Hata kama hatachukua, okay, yeah, things might change. Hata kama hatachukua, but so long as Gusii pia yeye, wakati pia yeye ako on the table for negotiations, wakati negotiations zitafanywa, Gusii ako pia on the table kutetea watu wake, aba Gusii bonse pi are behind that person, and that person
is just one individual, not two. There's a probability Maraga na Arigeti, Maraga ako uwanjani, yeah, but 2027, yeah, it's far. Maybe they could be talks. It's very clear. Hakuna watu wawili, farasi ni mmoja. Hakuna watu wawili from the same region. No. They could be talks. Kama Fred Okengo Matiang'i pengine kama hatachaguliwa kubeberusha kama Fred Matiang'i hatachaguliwa na United Opposition kukuwa presidential candidate, na kama hatakuwa presidential candidate, kama hataenda moja kwa moja mpaka debeni, then things might shift and Simba Arati might survive. So Simba Arati kama ikiwa ako katika mlengo ya 2 term, ombi lake ni moja, United Opposition isimchague akuwe kama presidential candidate wao. Pia ombi lake lingine, ikiwa United Opposition haitamchagua Fred Okengo Matiang'i, asikue debeni, asipiganie kiti cha urais kama kivyake. Hiyo ndio maombi ya Simba Arati. Kama Fred Okengo Matiang'i ataenda moja kwa moja hadi debeni, then Simba Arati might survive. I don't know what you think. I could be wrong. Pengine naona hii siasa kwa mtazamo yangu tu, hiyo ni maoni yangu tu. Labda kuna maoni mengine, niandikie hapo kwenye comment section, nitasoma zote na nitajibu. Ladies and gentlemen, what do you think? See you in the next video. My name is ECC Bon Eyegu CTV.